Dunia hiko vile vile, milima, mabonde na mito hiko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Magazetini Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kauri, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kauri. Mbarikiwe kwa sana. Right, asante sana mpenzi mtazamaji wa AGR. Karibu tena kwenye magazeti leo hii, ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka wa 2021, ambapo tunaenda kupekulia yale yote yamenakiliwa katika magazeti haya, langu likiwa ni The Standard. Nite Edwin Mokaya. Kama kawaida ni Fidel Omoshoge. Taifa Leo ndilo gazeti ambayo nitakuwa naangazia yale ambayo yamechapishwa katika gazeti hili. Na moja kwa moja acha niangalie hapa gazeti la The Standard. Kurasa wa kwanza kabisa, niangalie ni yale tu ni yapi yale yamenakiliwa katika gazeti hili la The Standard. Kuna mauaji ambayo yamefanyika, ambapo watu 12 waliweza kutoweka, kisha miili ya watu 3 kupatikana pale katika sehemu ya Murang'a. Kwa hivyo imekuwa mashida kidogo, ambapo imeleta mkanganyiko kidogo kwamba ni wapi, ni nini kilitokea ama walikufaje. Hiyo ni katika ukurasa huu wa 8. Vile vile tunaangalia kwamba kuna mambo 10 ambayo yameibuka kutokana na BBI ambayo yaliibuka hapo jana pale katika mabunge. Mambo yalipoibuka yakaleta matata kidogo, yakaleta utata vile vile katika BBI ripoti, ingawaje watu wa ODM vile vile walikuwa wanasema kwamba ipitishe ripoti, huku wale wanaounga mkono naibu wa rais William Samoei Ruto wakisema kwamba muungano huu ama ripoti haiwezi ikatufaidi kama wa Kenya. Vile vile naona hapa David Murathe yu motoni kwa shilingi bilioni 4 ambazo kampuni ilipewa tenda ambayo amehusishwa nayo, katika ukurasa wa 6 huo. Vile vile katika ukurasa wa 10 tunaangazia kina mama ambao katika miaka ya nyuma ya 1998 walikuwa wameanza chama chao cha kupingania maslahi ya Wakenya, vile vile ya kina mama, lakini sasa hii wamechukua hatamu ya uongozi katika vyeo ama nyadhifa mbalimbali. Vile vile ukurasa wa 3 tunaangalia bishop mmoja ambaye ameenda kinyume na mikakati ama yale yamewekwa ya kidini. Unajua kawaida kuna zile tofauti za kidini kwamba hawa ni Waislamu, hawa ni Wakristo, hatuwezi kuja pamoja, lakini ameweza kujenga daraja baina ya hizi dini mbili. Tunaenda kuangazia kisa hicho ama historia yake kwa urefu. Ukurasa wa 35 vile vile tutaangazia jinsi Kenya, kutokana na utafiti ambao umefanya kwa nchi 230, nchi ya Kenya ndiyo inalipisha zaidi, ada juu zaidi kwa kutumia mtandao. Hapo ni katika ukurasa wa 35. Katika ukurasa wa kwanza wa The Standard ndo haya. Katika ukurasa huu wa mbele mauzo wa gazeti hili la Taifa Leo wanasema kwamba kuna mjadala ambao unaendelea ama utaendelea wiki ijayo wa kujadili ripoti mzima ya BBI ama Building Bridges Initiative. Ukumbuke kwamba wameujadili mswada huo kwa siku 2 hivi. Tena walisema kwamba wakipata muda wiki ijayo watajadili mswada huo wa BBI. Huo ni ukurasa wa 4. Ukurasa wa 16 wanasema kwamba ndoto ya Man City kunyanyua kikombe ama kombe la UEFA Premier League unakaribia kutimia. Huo ni ukurasa wa 16 ambapo tutaangazia juu ya dimba ama michezo. Katika ukurasa wa 2 wanasema kwamba kuna miili ya wanaume 3 kati ya 4 waliotoweka Kirengera wiki 2 zilizopita yapatikana mtoni na msuni Murang'a, Kiambu. Hiyo ni miili, ikumbuke kwamba wiki 2 hivi zimepita kuna miili ya wanaume ambao walikuwa marafiki ambao walitekwa nyara kutoka Kitengela, hiyo kwa Kajiado. Miili ya 3 kati ya 4 ilipatikana katika mtoni na msuni Murang'a na Kiambu. Huo ni ukurasa wa 2.
tunaenda kujijuza. Katika ukurasa wa pili pia ni taarifa hii kuhusu nani huyu aliwanyonga watatu hawa. Na hawajui kwamba huyu mmoja mwenye hayupo yupo hai ama pia yeye ameuawa. Hiyo ndio taarifa imechapishwa katika ukurasa huu wa pili, na wanasema kwamba polisi watakiwa kumkamata mume mmoja ama mwanamume mmoja aliyemfunja mkewe mkono kwa mara ya pili. Kuna mwanamume mmoja ambaye alimfunja mkewe mkono mara ya kwanza katika kutoka kaunti ya Meru, na wakati mkewe alikuwa amepona, tena mume huyu alimfunja kwa mara ya pili. Katika ukurasa wa 11 hadi 14 tunaenda kujijuza jarida la kusisimua kuhusu burudani. Yani burudani, kuna wale ambao wameaga, kuna wale ambao ni wasanii, kuna wale ambao ni socialite. Tunaenda kuangazia vile maisha yao yalikuwa mpaka wakakumbana na kifo chao. Hayo tu ndio yaliyo katika uzo huu wa gazeti la Taifa leo. Shukran sana. Tuende katika ukurasa wa pili wa gazeti langu hapa The Standard, tuangazie yale yaliyomo. Kama kawaida katika ukurasa wa pili wa The Standard, kila siku lazima tuangazie katika ulingo wa siasa, hasa historia, jinsi mambo yalikuwa katika hiyo miaka ya nyuma. So leo tunaenda kumwangazia aliyekuwa waziri wa maslahi ya wafanyakazi, anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Tomboya, Joseph Tomboya. Tunaenda kuangalia maisha yake, jinsi alikuwa akiyatenda mambo yake kabla kutana na kifo chake. Tunaona kwamba katika mwaka wa 1962 aliweza kutembelea. Katika ukurasa huo kuna picha ambayo amepigwa, na ukiangalia vizuri kama utapata gazeti lako, anaendelea kuongea na wafanyikazi mbalimbali. Utaona tu ako katika ile muktadha wa kazi, akiongelea na watu huko pwani ya Kenya, ambapo aliweza kuwatembelea, haswa kuzungumza na wale walikuwa wafanya kazi kizimbani pale Kipevu, Mombasa. Vile vile hapa tulikuwa tunaona kwamba alikuwa anapigania maslahi ya Wakenya zaidi, haswa wale wanafanya kazi, ambapo walianzisha shirika moja ambalo linajumuisha wafanyakazi wote nchini ili kupigania maslahi yao. Vile vile ndio hivyo yalienda hayo na uongozi wake, hadi kuna wakati mmoja aliweza kushikwa na kupelekwa pale jela Lodwa, ambapo alikutana na aliyekuwa baba wa taifa hili Jomo Kenyatta. Pia alikuwa amezuiliwa na kukomeshwa kabisa kutozungumza na wanahabari wowote, lakini pale alienda pale akamrekodi vile vile, ambayo klipu iliweza kuchezwa pale Egypt mwaka wa 1961 Machi tarehe 21, lakini baadaye tukagundua kwamba aliweza kukufa kwa kupigwa risasi kwa uso akiwa na miaka 39. Wengi walimlilia hadi wakasema kwamba Kenya itachukua miaka mingi zaidi kumpata kiongozi kama Tom Mboya. Hayo ndio yamezungumziwa katika ukurasa huu wa pili. Kama kawaida, tunajikumbusha yale yamekuwa yakitokea hasa katika ulingo wa siasa. Ukurasa wa tatu hapa naenda kumwangazia ambaye ni Bishop Lago. Bishop Lago ameenda kinyume na matarajio ya kila mtu, manake Bishop Lago ni Mkatoliki, na kwa kawaida tunajua kuna zile tofauti kati ya kidini. Mimi ni PAG, wewe ni Mkatoliki, hatuendani pamoja. Unajua hadi sherehe siku hizi, kama wewe ni Mkatoliki pengine wameamua kwamba ukiita watu unaita watu wa Kikatoliki tu. Naam, sasa vile vile kumekuwa na hizo tofauti, hasa mwanzo katika Wakristo na Waislamu. Sasa Bishop kwa upande wake anasema kwamba hayo hayastahili, manake dini ni dini. Tunaangazia kwanza mwaka wa 2014 pale, wakati kulikuwa na mauaji, wauni walikuwa na uaua wengine, waasi nini, watu walikuwa nasema kwamba kidogo Waislamu ndo wamehusika hiyo wakati. Lakini yeye aliwatetea akisema kwamba haiwezekani hivyo, manake mauaji hayo yanakuaga yanatoka kwa roho ya mtu, unaona. Kwa hivyo hii Jumatatu vile vile Bishop huyu ambaye anaitwa Lago alivunja rekodi, ambaye anahudumu katika Mombasa Catholic Archdiocese. Alianzisha vile vile muungano ya kuleta watu pamoja, Waislamu na Wakristo, na vile vile hasa siku ya Jumatatu
jioni aliweza kualika Waislamu waje kwake pale Malindi wakasherekea chakula kwa pamoja. Unajua kuna chakula sijui niitaje, sijui hivi nitaitamu, sijui ni iftar. Unajua mimi si Muislamu, kitengeneza kwa na uliniambia ulienda dini. Oh, sawa. Iftar. Waliweza kusherekea chakula hicho kwa pamoja. Hicho ni chakula ambacho kinaunganisha roho, chakula cha kiroho pamoja na chakula cha physical, tunakitaje physical food. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ni ana uwezo ama ameamua kwenda kinyume na yale yote ili uweza kuleta Wakristo na Waislamu pamoja. Bishop Lago. Ndo hayo katika ukurasa wa 3. Katika ukurasa huu wangu wa pili gazeti la Taifa leo wanasema kwamba kuna huyu naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Murathe ambaye amehusishwa na kupotosha kamati ya bunge. Wanasema kwamba amehusishwa na kampuni moja ambayo ilipewa tenda ya shilingi bilioni 4. Ukumbuke kwamba hapo jana Murathe alisema kwamba hiyo kampuni si mwenyewe na asihusishwe nayo. Anasema kwamba kampuni hiyo ni kama ina uhusiano na naibu rais William Samuel. Yeye alitoka akasema kwamba kampuni hiyo haimuhusu wala haijui. Ikumbuke kwamba kampuni hiyo ilipewa tenda ya shilingi bilioni 4 ambazo hazikutumika vile zilikuwa zitumike. Hiyo taarifa utaisoma zaidi ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa pili pia unasema kwamba kuna wanaume 4 ambao walipotea takriban wiki 2 ambazo zimepita kutoka Kitengela. Hawa ni wanaume ambao walikuwa marafiki, walitekwa nyara na kupotea. Ikumbuke kwamba watatu kati ya hao 4 walitoweka Kitengela. Miili zao zimepatikana mtoni na msituni Murang'a na Kiambu. Sasa swali ni je, nani huyu Kawanyonga? Nani huyu ambaye amewaua watatu hawa? Na huyu mmoja ambaye bado hajapatikana yupo hai ama pia naye ameuawa? Kumbuka kwamba mwili wa Jack ulipatikana hapo jana ukiwa kwenye gunia chini ya daraja katika mto wa Mathioya kwenye barabara ya Murang'a Yego Kangema, takriban mita 50 kutoka kwa mwili wa Elijah ambao ulipatikana April 20 katika mto wa Mkangai. Sasa swali ni je, nani huyu ambaye aliwaua na nani ambaye aliwanyonga? Na huyu mmoja ambaye bado hajapatikana ameuawa ama yupo hai? Hilo ndilo swali. Katika ukurasa huu wa pili bado wanazungumzia kuhusu msongamano wa wagonjwa wazidi hospitalini. Kuna hospitali ya Nyahururu ambayo inapatikana katika kaunti ya Laikipia. Wanasema kwamba wamama wale ambao ni wajawazito, kuna msongamano mkubwa ambao unashuhudiwa katika hospitali hii ya Nyahururu. Wanasema kwamba Mother Koome, kanisa la kosoa kauli. Najua kuna wale ambao wameenda kotini kupinga uteuzi wa Mother Koome kama jaji mkuu. Sasa kanisa la Anglikani kutoka kaunti ya Bungoma, kuna huyu kasisi ambaye anajulikana kama George Mchumo, alisema kwamba uteuzi huu ulikuwa wa haki na ulikuwa halali. Wale ambao wameenda kotini kupinga uteuzi huu ni kama hawana mzingi wowote. Wanasema kwamba uteuzi huu ulikuwa wa kikabila ama ulikuwa kwa njia yote ambayo si mzuri. Wanasema kwamba uteuzi huu ni uteuzi ambao ulikuwa halali. Huo ni ukurasa wa pili ambapo naona taarifa katika ukurasa huu wa pili ya mwisho inasema kwamba polisi sasa watakiwa kumkamata aliyeumiza mke wake. Kuna jamaa mmoja ambaye amemuumiza mke wake kwa kumjeruhi mkono wake wa kushoto. Aliwahi mjeruhi mkono huo siku chache zimepita kama mwaka mmoja. Mke akaenda kwao akapona. Tena kurudi tena tena akarudia mkono huo. Sasa kuna mwanaharakati mmoja ambaye anatetea haki za kibinadamu ambaye ameenda kotini na amesema kwamba koti imshike mwanaume huyu. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba Tanga wapinga vikali mswada wa BBI. Unajua BBI imeleta msisimuko, imeleta mijadala. Jana wamekuwa wakisukumana katika bunge la Seneti. Kumbuka kwamba kuna yule senator wa Kitui ambaye anajulikana kama Enoch Wambua alisema kwamba haifai na si vyema maseneta wakiambiwa kwamba wasibadilishe. Najua kuna ile shida ambayo ilipatikana katika mswada huu. Maseneta wengine wanasema kwamba iende ibadilishwe ndio wapewe waipitishe. Sasa wakataza kwamba hakuna chenye kinafaa kubadilishwa katika hata koma ibadilishwe. Wanasema kwamba hamna. Sasa Senator Wambua alisema kwamba haifai. Kumbuka kwamba walitenga muda wiki ijayo waweza kuzungumzia kuhusu mswada huu wa
PPI. Kumbuka kwamba kuna huyu mbunge wa Rigathi ambaye mbunge ni wa Mathira ambaye alishikwa jana na kuajiliwa huru. Alikuwa katika mstari wa mbele kupinga ripoti huyo ya BBI. Hayo tu ndio yalimo katika ukurasa huu wa pili na watatu. Shukran sana. Ukurasa wa 4 hapa wa gazeti langu la The Standard, tuenda kuangazia yale ambayo yaliibuka kutokana na BBI pale bungeni. Mwenzangu ashazungumzia, lakini vile vile hapa The Standard imeongeza zaidi na kusema kwamba kuna mambo 10 ambayo yaliweza kuibuka kutokana na hayo, ambao wengine walikuwa na kemea wakisema kwamba mjadala huu ni hatari. Vile vile akisema ripoti hizi faidi wa Kenya, na kuna wale walikuwa wanasema ipitishwe, hii ndo okoa jahazi la Kenya. Kwa hivyo baadhi ya hayo tunaona kwamba the 70 constituencies ama maeneo bunge 70 ambayo yatajengwa upya pia yameleta utata kidogo, akisema kwamba ni mbinu gani zilizotumika. Mwanzo hii ni kazi ambayo ingefanywa na IEBC, lakini kidogo wanaona kwamba hakuna haki ama hakuna usawa ule wa kugawa mabunge haya ama maeneo bunge hayo. Hilo ndo swala la kwanza. Vile vile tunaona hapa kuna zile nguvu, those powers ambazo ombudsman wa judiciary ama wa mahakama amepewa. Hizo pia zimeleta taswishi kidogo. Vile vile tunaona hapa kuna huyu nominated MP ambaye anaitwa Cecily Mbarire. Jana alikuwa anaambia wabunge kwamba huu mjadala ni hatari. Hii ripoti ni hatari, itaika maisha wa Kenya mahali pagumu zaidi, ambao kujikomboa itachukua miaka mingi zaidi. Kwamba Kenya iliweza kujikomboa na sasa hivi kwamba Kenya haihitaji tena kurudi katika zile enzi za udikteta. Huyo alikuwa ni MP Cecily Mbarire. Unajua vile vile iweze kueleweka kuwa watu wa ODM walikuwa na support kwamba ikwe approved. Vile vile watu ambao wanamsupport ama wanamuunga mkono naibu wa rais William Ruto vile vile walikuwa na upinga zaidi. Na wale wenye wanamuunga mkono rais walikuwa wanaipinga ama walikuwa wanaunga mkono? Sasa kulingana na The Standard hapa hawajaeleza, lakini wajua kwamba handshake ni nini. Ipo ni BBI. Ipo sio ni BBI. Kwa hivyo wale wa kuunga uhuru vile vile lazima ikuwa kwamba walikuwa na support mpango huu mzima wa BBI. Kwa hivyo ndo hayo tu. Vile vile kuna kule kuhamishwa kutoka kwa National Police Service Commission ikwe inasimamiwa na Police Service, kwamba hapo kwamba mamlaka yote yatakuwekwa kwa Inspector General, kwamba kama ni kumkosoa mtu yeye ndiye ana zile nguvu zote. Yes. Kwa hivyo haya eleza kuangaliwa zaidi. Vile vile waliangazia wale wabunge 453 ambao sasa hivi watakuwa nominated ama wateule katika seneti na seneti pale watu 94. Wanasema kwamba hii itakuwa ngumu zaidi, itaongeza bili ya mshahara hapa nchini. Vile vile hiyo sasa wajua uchumi pia unaendelea kuzorota na gharama ya maisha itaendelea kuongezeka. Hayo ni baadhi ya yale magaziwa katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti langu The Standard. Ukurasa wa 5 hapa sijaona lolote. Twende ukurasa wa 6 moja kwa moja. Tuangazie haya. Na naona hapa mwenzangu alishaangazia haya, David Mradhe ambaye ameuzishwa na shilingi bilioni 4 kutokana na kampuni ambayo inajulikana kama Kilig Limited. Kampuni hiyo inasemekana kwamba ilipewa tenda ya 4 billion na KEMSA, lakini sasa hivi tunaona kwamba Mradhe amesema kwamba hiyo kampuni haijui na kusema kwamba naibu wa rais William Damwiru ndiye amehusishwa na kampuni hilo. Yeye mwenyewe anasema I have never supplied anything. Yani hata barakoa hajawahi. Hayo ni katika ukurasa huo wa 6. Vile vile katika ukurasa huo tunaona kwamba Uhuru ama rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta ameweza kusambaratisha bodi ya KEMSA ama ukipenda Kenya Medical Supplies Authority. Vile vile aliweza kumchagua ambaye ama kumteua anayeitwa Mary Chao Mwadime ili aweze kufanya kazi hapo kama mwenyekiti kwa miaka 3 ama kipindi cha miaka 3. Na vile vile hii ni baada ya aliyekuwa mwenyekiti Senator Kembi Kitura kuchaguliwa na kuteua kuwa kama mwenyekiti wa Communication Authority hapa nchini Kenya hapo Machi
tarehe 17. Ni hayo tu katika ukurasa huu wa 6. Katika ukurasa huu wa 4 gazeti la Taifa Leo wanasema kwamba kuna wakazi ambao wanaomba warudishiwe huduma za posta. Wakazi hawa ni wa eneo bunge la Nyaribari Chache, sehemu inajulikana Makeumbu Kisu, waomba serikali iweze kuwarudishia posta ama huduma za posta ambazo zilikuwa zimeharibiwa kutoka kwa sehemu hiyo na nyumba hiyo ama jumba hilo ambalo lilikuwa linatumika kama ofisi za posta likajengwa maduka. Sasa wanaomba kwamba hizo posta zilikuwa zina wafaidi na kuwasaidia. Unajua sasa hizi kuna ugonjwa wa COVID-19. Wanasema kwamba wanafaa kupunguza safari. Sasa inawabidi watoke huko Keumbu hadi Kisii Town ili kupata hiyo huduma. Sasa wanasema kwamba serikali ijaribu na iwarudishie hiyo posta katika sehemu hiyo ya Keumbu. Na kuna watatu ambao walifariki katika ajali ambayo ilitendeka Mombasa. Kuna wasafiri watatu ambao walifariki baada ya gari moja kugongwa na lori mjini Mombasa. Na wanasema kwamba kuna ratiba ambayo imepeanwa leo kama kawaida kila siku mfungo huu wa Ramadhani. Kuna ratiba ambayo inapeanwa ya kufunga siku ya leo. Naona Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, Garissa, Kitale, Mandela, Isiolo, Nyeri, Malindi, Lodwar na Lamu. Kuna ratiba ambayo imepeanwa katika ukurasa huu wa 4. Na wanasema kwamba kufunga kwa Ramadhani si mateso bali ni zawadi kwa muumini. Unajua kuna wale ambao wanafunga wanafikiria kwamba ni mateso. Hamna, hiyo ni zawadi. Unajua inanikumbusha kitambo nikiwa mdogo mnaambiwa kwamba leo ni kufunga. Mimi najikaza na hisi njaa imenibana nakimbia kidogo na kula changu tu narudi kwa maombi. Hiyo si mateso. Kuna wale wanaona kwamba ni mateso. Hamna. Hiyo ni zawadi tu. Na nijitolea ili kumrudishia Mungu shukran kwa yale mema ambayo amekutendea. Katika ukurasa huu wa 5 wanasema kwamba onyo kuhusu mafuriko eneo la Ziwa Victoria. Kuna wale ambao wanaishi sehemu ambazo wale ambao wamezingira ziwa la Victoria. Wanaambiwa kwamba mafuriko yanaweza kuwa hivyo, wajihadhari na wanashauriwa kwamba wahame maeneo salama kuepuka hatari. Ni ukurasa wa 5 ambapo tunaambiwa kwamba maiti ya mama wa kambo wa Obama kufika nchini leo. Najua kuna yule mama wa kambo wa Obama ambaye aliaga takriban siku 18 ambazo zimepita, na ni kwa sababu ya uhusiano ambao wao kwa mwema baina ya Kenya na Uingereza. Najua uhusiano uliharibika kidogo. Sasa hiyo maiti inafaa kufika nchini leo katika kituo cha ndege cha JKIA. Kumbuka kwamba mama huyu aliaga dunia akiwa na miaka 78. Ukurasa huu tunaambiwa kwamba polisi walinasa wanaume wakiwa na misokoto 400 ya bangi. Huo ni katika kaunti ya Lamu. Kaunti ya Meru wanasema kwamba washukiwa wawili wa uwindaji haramu wakamatwa mbugani. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4 na 5 gazeti la Taifa Leo. Na moja kwa moja hadi ukurasa wa 7 hapa ambapo tunaona kwamba Kenya inazidi kuendelea. Maendeleo yanazidi kuja humu nchini Kenya. Naona kwamba hapo jana kuna gari za umeme ambazo ziliweza kuzinduliwa hapa nchini Kenya na kampuni ya China based ambayo inaangalia mambo ya battery technology. Iliweza kuzindua gari hizi ambazo zitakuwa zikipeana vifurushi ama parcel delivery. Itakuwa ni vizuri zaidi manake gharama kidogo itapungua ya mafuta. Hapo jana iliweza kuzinduliwa na Neo Kenya mpya ambayo itakuwa inaangalia mambo ya transport and logistics hapo nchini hasa katika sehemu ya Nairobi. Vile vile katika ukurasa huu wa 7 tunaangazia familia moja pale Kakamega ambaye iliweza kuhairisha maziko ya mmoja wao ambaye aliaga pale Saudi Arabia kwa Januari tarehe 29, kwamba alikuwa ama mwili huo ulikuwa usafirishwe waupate pale katika uwanja wa ndege wa JKIA, lakini kwamba haukuweza kufika. Wanaambiwa kwamba uliweza kuachwa pale German kimakosa. Sasa hivi wanasema kwamba aliyewapea gari la kubeba maiti kutoka huko, unajua umewabidi wairishe waongojee, maana yake wameambiwa kwamba utafika Alhamisi. Kwa hivyo waongojee hadi Alhamisi mwili uje waje ama waende Kakamega moja kwa moja, lakini mwenye gari anasema kwamba anahitaji
1100. Kwa hivyo ni mambo ambayo yamehuzunisha zaidi familia hiyo, na imetia familia hiyo simanzi zaidi, manake aliyeaga mwanzo tunaambiwa hapa alikuwa na miaka 21. Kwa hivyo ni si mtu mkubwa tu, ni mtu mdogo. Kwa hivyo simanzi zaidi. Tuangalie hapa ukurasa wa 8. Hapa tunaangalia kwamba miili ya watu ambao walikuwa wametoweka sasa hivi yapatikana, ambayo mmoja anaitwa Brian Oduor, kunradhi, kuna mmoja anaitwa Elijah Obuong, Benjamin Amache Mbai, ambao wana miaka 35 na 30 mtawalia. Ilipatikana, na vile vile sasa imekuwa ni mtafaruku, imekuwa ni mkanganyiko, manake hata hawajajua kwamba kiini haswa kilichosababisha haya kufanyika ni kipi. Sisi angazia kwa mapana marefu, manake mwenzangu ashaangazia hapa. Kwa hivyo moja kwa moja tuangazie habari nyingine hapa, ambapo mwanamume mmoja ambaye ni dereva ameweza kupelekwa mahakamani na vile vile kuambiwa kwamba atafungwa jela kwa miaka 5 kunradhi, ambaye anaitwa nani? Anaitwa Meshak Kipkoech Kosgei, ambaye ametuhumiwa kwamba alikuwa anaendesha vibaya gari na kumuua mtoto wa miaka 6 ambaye alikuwa anaitwa Byron Kinda mwaka Disemba 25 mwaka wa 2017. Vile vile si hayo tu, ameweza kuwaua wengi zaidi kutokana na uendeshaji wake mbaya, ambao aliua mwanapolisi mmoja, vile vile akaua mwanabodaboda mmoja, ambapo aliweza, kama ya kuua mwanabodaboda mmoja, aliweza kuambiwa kwamba aweze kufungwa kifungo cha mwaka 1 ama atoe faini ya shilingi 20,000. Lakini vile vile kulingana na hakimu mkuu wa Eldama Ravine Senior Principal Magistrate John Tamar, aliweza kusema kwamba sasa kufikia sasa hivi kulingana na katiba section 761 of the Traffic Act part 3, license yake iliweza kukanseliwa, ikakuwa confiscated, kwamba hawezi kuwa mwendeshaji na hakuna mahali anaweza pata driving license kwa miaka 10 sasa. Ni hayo tu, kurasa wa 6 na kunradhi, kurasa wa 7 na 6. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba tuko live upande wa YouTube, naweza like, subscribe ili kupata mengi kutoka kwa Abagusi Global Radio ama AGR News. Wanasema kwamba habari za Afrika na dunia, wanasema kwamba USA ama Marekani wafurahia utendakazi wa Biden siku 100 baadaye. Unajua alipokuwa anagombea urais alisema kwamba siku 100 za kwanza atakuwa amefanya jambo katika nchi ya US. Sasa wanasema kwamba wale ambao ni wakazi wa USA wanasema kwamba wanafurahia siku 100 baada yake kuteuliwa ama kupigiwa kura. Wanasema kwamba Tanzania kufanyia mabadiliko sera kuhusu vyombo vya habari. Kumbuka kwamba Tanzania imekuwa na shida za vyombo vya habari. Sasa Suluhu ni kama ameleta suluhu. Wanasema kwamba Suluhu ameleta suluhu. Suluhu ameleta suluhu. Wanasema kwamba Suluhu ameleta suluhu. Uchaguzi waendelea licha maelfu kufariki. Unajua nchi ya India imekuwa na shida sana. Kuna watu ambao wameaga. Naona kama kila siku, kuna siku ya jana watu 17,000 waliaga kutoka kwa ugonjwa wa COVID-19. Bado kumbuke kuna uchaguzi ulikuwa unaendelea ili kuchagua bunge katika jimbo la Bengal magharibi India. Jana walifanya uchaguzi huo, ndiposa visa vikapanda hadi 17,000 watu ambao walipata ugonjwa huo wa COVID-19. Na kuna ile kifungu cha maisha. Huku Kenya kunacho kweli? Sijui kilitolewa. Nadhani kilitolewa hakika, manake kuna mwenye tuliona kwamba alifungwa kifungo cha maisha hapa Kenya. Naam, ilikuwa gazeti la siku gani? Sidhani kama kuna. Sina uhakika. Sidhani kama kuna kifungu hicho, labda miaka fulani. Sasa wajua sasa hivi, tuseme sasa hivi una miaka 30. Ufungwe miaka 65. Hiyo ni kifo tu manake. Lakini si kifo. Unajua kifo ni ile una matumaini. Yaani hautoki mle ndani. Upo tu mpaka kifo chako. Sasa kuna nchi ya Malawi imesema kwamba hakuna hicho kifungo cha kifo. Wamekitoa katika sheria yao. Wanasema kwamba mahakama ya juu ya Malawi jana ilitoa uamuzi wa kuharamisha hukumu ya kifo, ikisema kwamba inaenda kinyume cha sheria zao.
Sasa imetolewa nchini Malawi. Imekuwa wanasema kwamba Johannesburg ambaye kuna huyu rais wa South Africa natoka kama Ramaphosa amesema kwamba ufisadi umekiri katika nchi hiyo. Huo ni ukurasa wa 6, na katika ukurasa huu wa 7 wanasema kwamba kuna yale makosa ambayo sisi kama Waislamu, wale ambao ni dada zetu Waislamu, ndugu zetu Waislamu huyafanya. Kutumia wakati huu wa mfungo kila mwezi wa April, kama mwezi wa mfungo kufanya biashara. Kuna wale ambao wakiona wengine wamefunga wao huanza kuuza na ili kupata faida. Wanasema kwamba hayo ndiyo makosa ambayo wale ndugu zetu dada zetu Waislamu hufanya wakati huu wa mfungo na haifai. Hayo tu ndiyo yamechapishwa katika ukurasa huu wa 3, ukurasa huu wa 6 na ukurasa wa 7 katika gazeti hili la Taifa Leo. Shukran sana mpenzi mtazamaji, unazidi kupata habari hizi moja kwa moja kutoka meza yetu hapa hivi, ambao ni habari zinakujia kila siku ya wiki kuanzia saa 1:30 kuendelea. Kwa hivyo sababu ya muda tuna moja kwa moja hapa katika ukurasa wa 10 wa gazeti langu la The Standard, ambao tunaangalia hapa kuna wanawake tuna wanawake ambao walikuwa wamepiga vichwa vya habari katika miaka ya 1998 99. Lakini sasa hivi tukiangalia kwa mapana na marefu tunagundua kwamba wanawake hawa wameweza kuchukua nyadhifa mbalimbali katika uongozi hapa nchini Kenya. Wengine ni wa magavana, wengine ni maseneta. Tuangazie hapa, ilikuwa ni mwaka wa 1998 ambapo kulikuwa na kikundi cha wanawake 15 ambao waliunga chama chao, kilikuwa kinaitwa FIDA ama ukipenda Federation of Women Lawyers, ambao kilikuwa kinapigania haswa kuna yale mambo unajua alikuwa anakuja na mila, tunazuia wanawake nini, lakini wao walikuwa wanaenda against. Unajua kitambo hiyo mambo kama hayo yalikuwa ukienda pale kotini pengine mahakama yanawekwa chini. Yanawekwa chini ya waba. Yananyamazishiwa, lakini walikuwa wanatoka mbele zaidi ili kupigania haki za kina mama, vile vile za wanawake kwa jumla. Sasa hivi ukiangalia kwa hicho kikundi cha watu 15 karibu wote wamechukua nyadhifa mbalimbali. Ukiangalia kwa hiyo group ya watu wote sasa hivi tukianza na Martha Koome, sasa hivi ameteuliwa na sasa pengine tuseme bunge ndio itaamua tu kama atakuwa hakimu mkuu ama hawezi. Kiangalia tena nani alikuwa anaitwa Nancy Baraza ambaye baadaye alikuja akawa naibu ama kaimu hakimu mkuu. Kuna mawakili kama Betty Murungi, Alice Wahome ambaye sasa hivi ni mbunge wa Kandara. Kuna Njoki Ndungu ambaye ni hakimu mkuu pale Supreme ama mahakama ya juu zaidi. Vile vile kuna Abida Ali Aaron mwenye ni hakimu wa familia pamoja na wengine. Kwa hivyo hapo tumeangazia wanawake ambao walikuwa katika mstari wa mbele zaidi katika miaka ya nyuma, ambao sasa hivi wamechukua nyadhifa mbalimbali, ambao sasa tunajua tunasema kwamba ingawaje wanasema kwamba lolote ambalo mwanamume anaweza fanya mwanamke anaweza fanya zaidi, sio? Kwa hivyo ndo hapo tunaendelea kuangalia hata uongozi pengine kidogo. Mna nchi ya Tanzania, Suluhu ndiye kiongozi na sasa hizi anaendelea na kazi, anaendelea kuchapa kazi. Pengine wanawake pia hapa Kenya uliniambia kwamba pengine na leo nimetisama magazeti wakichambua magazeti nchini Tanzania, kituo kimoja cha redio wanasema kwamba Suluhu yenyewe ameleta Suluhu. Lakini ujue vile vile ikiwa wewe ni rais, hata kama hujaleta Suluhu hatuwezi sema Suluhu hajaleta Suluhu. Kuna wale watakupaka rangi vile vile, kuna wale wanasema kwamba walikuwa wanazungumzia hilo kwa sababu rais JPM John Pombe Magufuli alikuwa ameonea sana vyombo vya habari. Sasa siku hizi tangia tu Suluhu aingie mamlakani, wanasema kwamba vyombo vya habari vile ambavyo vilikuwa vimefungwa na hayati vimefunguliwa. Na nikuulize hapa nchini Kenya, tunajua kuna uhuru wa wanahabari, lakini huo uhuru uko huru? Uko huru. Katika ukurasa huu wa 10 bado tunaangazia serikali jambo hilo limelishika sana. Anyway, ukurasa wa 10 tunaangazia bado Martha Koome ambaye aliteuliwa. Wanasema kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kupeana jina lake for vetting. Sijui niseme aje, mbele yake kama future yake itakuwa determined na bunge. Ikiwa watakatando hivyo, wakikubali sawa.
Naam, hayo ni katika ukurasa huo wa 10. Ukurasa wa 12 hapa tunaangazia jinsi wabunge walivyokataa. Rais aliweza kumteua Profesa Fatuma Chege ili kusimamia mfumo mpya wa elimu ambao alipeleka jina lake pale bungeni ili liweze kuidhinishwa, lakini wabunge waliweza kukataa na kusema kwamba hawawezi lipitisha, manake itaongeza bili ya mishahara, na mwanzo huyo kazi hiyo haipo, haina haja. Manake kuna wengine bado, kuna wanne ambao wanasimamia mtaala huo. Vile vile lakini hawa wabunge waliweza kuidhinisha kuteuliwa kwa Jamlek Mturi John ambaye atakuwa mwenyekiti wa Teachers Service Commission. Hayo ni katika ukurasa wa 12. Vile vile katika ukurasa huo tunaangazia jinsi koti moja pale Nyeri iliweza kumfungulia mwanabiashara mmoja ambaye alihusika na mauaji ya mtoto wake, lakini aliweza kufunguliwa na bond ya shilingi milioni 1. Stephen Wangondu ambaye alishirikiana, inatuhumiwa kuwa alishirikiana pamoja na James Mahinda Mwangi, Eddie Kariuki Ngari, Rafael Washira Kariuki na Geoffrey Warutumo, waliweza kutolewa vile vile wengine na hiyo bond hiyo tu, na hayo yaliweza kuamuliwa na Judge Florence Mchemi ambaye alisema kwamba wafunguliwe tu na kiwango hicho. Hayo ni katika ukurasa huo wa 12 wa gazeti langu hapa The Standard. Katika ukurasa wa 8 wanasema kwamba marufuku ya safari ilivaa iwe mara moja. Serikali ya Kenya ilitoa ilani kwamba kuanzia Jumamosi safari za ndege kutoka Kenya kwenda India zitakuwa zimekatishwa. Sasa Wakenya wanasema kwamba wangesimamisha hizo safari mara moja kwa sababu ugonjwa wa COVID-19 ambao umebainika mule India ni hatari sana, kwa sababu lile shirika la afya duniani WHO lilisema kwamba mataifa mbalimbali yanafaa kujihadhari na kuhadharisha wananchi wake ama raia wake dhidi ya kusafiri kwenda India, kwa sababu wale ambao wanapata COVID-19 kwa siku unaongezeka, vivyo vinaendelea kuongezeka katika nchi ya India. Kwa wanasema kwamba mataifa tofauti ulimwenguni yanafaa kujitahidi na kujihadhari dhidi ya kusafiri kwenda nchi ya India. Hiyo ndio wanazungumzia katika ukurasa huu. Wanasema kwamba hali ya corona India ni tisho kubwa, tusilegeze kamba. Huo ni ukurasa wa 8. Katika ukurasa huu wa 9 wanasema kwamba kuna mzee mmoja katika kutoka eneo la Mwingi wanasema kwamba Mwingi iko Nairobi Kasarani. Wanasema kwamba huyu jamaa mmoja Mwingi, hiyo jina ya kaki kipuani kuna Mwiki, kuna Mwingi, kuna ziko mingi. Sasa wanasema kwamba huyu mzee alikuwa ameenda kumchungulia bibi ya bibi ya mtoto wake, kijana wake akioga. Bibi ya mtoto wake alienda kuoga. Huyu mzee akatoka kwa nyumba, akaenda kwa bafu, akaanza kunyopoa macho, anaangalia kwenda kwa bafu huyu nini. Sasa majirani walipoona huyu mzee walimfokea sana. Akasema kwamba hana tabia mzuri. Nini kikatokea baada yayo? Sasa si mzee alisema kwamba alikuwa mlevi. Unajua kutetea lazima. Unajua siku hizi tunaekelea shetani sana na ulevi. Unajua sema shetani shetani ajaribu, acha kuekelea shetani vitu zingine tu. Alikuwa unaweza ona picha hii vile huyu mzee alikuwa na natambia kuna pastor mmoja
Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Magazetini Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Mwanjo matagareli yo Global Gusi Global Radio yeganko nigafamu nimbwate chingo kongonia nimbwate ebichuche byo guchugotuga as from amatukuchinta matuka aliyo tagete yakogera abantu bande bagotebanga alieli tukelima ko bwo chibyakwa nabo gochakera nakole ko bya vaccination byonsi nabo ngo konelia gusenko anali chiche ise chikobeka magena gusenko anali chigo chikolia chitwani njirororo nabo ngo konelia magena narora yokonia magena naro yo guturagia banya gutagete karibu nabo ngo konelia byonsi etwani enene 1500 ne ngoko engiye byege kabwato geichire 700 to 800 but it's negotiable. Ande nche gongutoka ase nambeye 0722282631. Nande nosa ko Google kanya ko town yo Google ko nigafamu ikawa kalenta bakageita bone. Karibu. Right, asante sana. Tunaomba radhi manake mitambo kidogo imeleta kasheshe, lakini tusharejea tena tumalizie magazeti haya ya leo, ambapo nilikuwa katika ukurasa wa 17 nishangazia ukurasa wa 15 na 14, 15, 16 sijaona lolote la kutufaidi. 17 hapa naona hapa ni maoni kama kawaida. Tunaangazia watu wanaangazia, wajua kitambo kidogo ama siku 2-3 zimepita tuliangazia kwamba ni kama wanataka kurekodi za mambo ya mashamba ziwe digitali, amba title deeds tunajua imekuwa ni vigumu zaidi muda, alafu vile kuna kwa ufisadi mwingi. Unaenda huko wale maafisa wanakuambia toa kitu kidogo ili kuleta daraja kati ya ule muda, unaambia maybe ongojea miezi 5, wanakuambia kama uko na kitu kidogo unaweza ifanya kwa wiki 2, unaona. Kwa hivyo ndio hapo wanauliza kwamba mambo na digitization ama kuweka mambo iwe ya kidijitali inaweza zuia ufisadi humu nchini. Kuna wale wanasema haiwezi, manake bado wale maafisa wa ICT bado wanaweza ongwa tu bado, na kuna wale wanasema vile kwamba itasaidia kidogo kupunguza ufisadi humu nchini. Katika ukurasa huu wa 10 Gazetini la Taifa leo wanasema kwamba wakazi wa Juja wapige kura safi. Najua tarehe 18 kuna uchaguzi mdogo katika bunge la Juja na kuna uchaguzi mdogo katika bunge la Bonchari. Sasa hivi wanaambiwa kwamba waweze kujitahidi na waone kwamba wanadumisha amani na wapige kura safi. Jana nilitembea katika bunge la Bonchari. Kuna wale wananchi wale ambao ni wakazi wa Bonchari walikuwa wanasema kwamba kuna wale wagombeaji wale ambao wanagombea kiti hicho cha ubunge wameanza kucheza karata. Wanapita kila nyumba, wanakuambia kwamba unampea ID number, unampea majina yako kamili, unampea kituo ambacho unaenda kupigia kura. Wanaandika, wananakiri chini. Sasa wakazi walikuwa wanashindwa huo ni uchaguzi wa aina gani? Yaani wanania gani ambao wanachukua hizo stakabadhi? Wanania ipi? Wakasema kwamba wadumishe uchaguzi katika mabunge hayo ya Juja na Bonchari. Sisi tunawaambia kwamba najua amani ni kitu, ni jambo ambalo ni la maana sana. Kiongozi ulisema kwamba kiongozi uchaguliwa na nani? Kiongozi si umchagua, yule ambaye uko pale juu anaidhinisha. Asante sana. Wale wakazi ambao ni wa Bonchari na wale ambao ni wa Juja, tunawaomba kwamba mpige kura kwa umakini zaidi na mpige kura safi, mkumbuke kwamba mdumishe amani. Huo ni ukurasa wa 10. Katika ukurasa wa 11 kuna wale wanasema kwamba mastaa wale ambao walikuwa wanaishi maisha bomba, wanasema kwamba maisha soft hadi makaburini. Najua wamenakiriwa huku, kuna wengi ambao wamenakiriwa humu. Kuna huyu alikuwa anaitwa DMX, ameaga hivi majuzi, siku chache tumepita. Anasema kwamba mazishi yake yaligharimu $200. $1200. Hizo ni pesa mingi sana. Hizo ni pesa mingi sana.
ambazo masishi yake yaliweza kuchukua. Na kuna huyu mwingine ambaye alikuwa ni Shavi Weru, huyu mwenye amepigwa marufuku kutoka kwa kituo kimoja cha redio katika mwezi mmoja, takriban mwezi mmoja ambao umepita, amesema kwamba kamwe hata wairudi hewani. Anasema kwamba ameingia katika biashara. Anasema kwamba kamwe hata ionekana hewani, sasa amejikita katika biashara. Na kuna huyu anaitwa kama Zasa Gapa. Huyu alikuwa mwanamuziki, alikuwa socialite, aliaga December 2016. Anasema kwamba masishi yake yaligharimu $40. 40 tu ama 40 tu. 42. Hizo ni pesa mingi, my friend. Au kuna huyu anaitwa kama mwanasiasa Karen Nyamu, wanasema kwamba wameacha beef ambayo wamekuwa nayo na kuna huyu mwanamuziki ambaye anaitwa kama Samido. Anasema kwamba hiyo beef yao imeisha. Kuna mwanamuziki Michael Jackson, kumbuka kwamba aliaga dunia mwaka wa 2009, 2009. Anasema kwamba masishi yake yaligharimu $1 milioni. $1 milioni. Anasema kwamba jeneza lilikuwa limembeba, lilikuwa limegharimu $220, sasa 1.2 million. Hilo ni jeneza ambalo lilikuwa limembeba. Kuna 3 million ambazo zilitumika kwa invite wale ambao walikuja katika masishi yake. Kuna lile kaburi ambaye alikuwa amezikwa, lilikuwa limegharimu 63 million. Watu na kuna huyu mwingine anaitwa kama Elvis Presley ambaye anasema kwamba aliaga August 1977. Anasema kwamba masishi yake yaligharimu shilingi $59. Masishi yake yaligharimu $59. Hayo tu ndio yamenakiliwa katika ukurasa huu wa 12-13, wakisema kwamba ni maisha soft live hadi kaburini. Na hii beef ambayo ni ya hao waimbaji ambao ni Khaligraph Jones na Octopizzo. Nasema kwamba beef yao ni ya kweli na ni kama imekaa kwa miaka 20 sasa. Najua hawa ni waimbaji wa hip hop. Kiini haswa ni kipi? Hamna, najua Octopizzo ndiye alianza kuwa star kwanza before Khaligraph aje. Sasa Octopizzo anasema kwamba yeye kiini chake cha beef ni kwamba mbona huyu mwingine naye akajitokeza akakuwa star. Nasema hiyo ndio beef. Na tena wamesema kwamba hivi majuzi kama siku 3 zimepita, OG ambaye ni Khaligraph Jones, huyu ni mwimbaji wa hip hop, amewaunganisha, amewaleta pamoja wasanii wengi, kama wasanii kama 10 hivi wakamtembelea naibu rais. Sasa Octopizzo anasema kwamba ni kujipendekeza. Ameanza kumdiss. Anasema kwamba Khaligraph Jones anajipendekeza kwa naibu rais ili apate fedha. Kama ni maskini, anasema kwamba wao ni maskini unamsumbua. Hayo ndio amenakiliwa katika ukurasa huu. Na kumbuka kwamba kuna zile trends ambazo zilikuwa zimetrend kwa wiki hii. Najua kuna yule mwimbaji ambaye aliimba, anaitwa kama Ben Gidai, alikuwa ameimba ule wimbo eti Uhuru tano tena. Sasa ndiye amekuwa trend wiki hii. Wanasema kwamba huo wimbo ulikuwa wa upusi. Kenya wanaendelea kupitia mambo mingi na yeye ndiye aliwachochea. Anasema yeye ndiye alichochea wa Kenya kuwapigia kura Uhuru na naibu wake William Samoei Ruto. Sasa huyu Ben Gidhan anasema kwamba yupo tayari akutoa hit moja kali juu ya BBI. Hizo ndio zimekuwa trends kali wiki hii. Na kuna shangazi kama kawaida yupo, anasema kwamba tumpe ushauri. Sema hivi, nipo hapa, ushauri ninao kabisa hapa. Leta. Anasema hivi, kuna mwanamke tumekuwa marafiki kwa miaka mingi. Juzi alinipeleka club moja akaninunulia pombe na baadaye akaniambia ananipenda. Nilimuomba anipe muda na nifikirie. Mimi sina hisia zozote za kimapenzi kwake. Sijui nitamwambia nini. Ni shauri. Jambo la kwanza, mimi sasa sijui nijiite daktari hapa. Daktari. Jambo, lakini ni kweli kwamba wajua, ikiwa nimempenda msichana fulani na mtaka kumuoa na kuhakikisha siwezi mpeleka kunywa pombe. Hiyo naojua tu. Na unajua kwamba si ni mwanamke alipeleka mwanaume. Au ni mwanamke? Huyu anasema kuna mwanamke
tumekuwa kwa urafiki kwa miaka mingi. Ni mwanamke ambaye alipeleka mwanaume kwa club moja. Huyo mwanamke akambaia kinywaji, kisha akamwambia kwamba anampenda. Sasa mwanaume akamwambia, sasa unajua umeniambia ghafla, aje niende nifikirie nitakujibu. Huyu mwanaume anasema kwamba hana hisia zozote za kimapenzi na huyu mwanamke. Sasa afanyeje? Mapenzi ni hisia. Kama hana mapenzi, kama hana hisia, achane tu. Hiyo ni kuacha tu, manake wajua hiyo ni masumbuano tu. Utaenda kwa hiyo ndoa ndio, lakini bado pengine utakuwa na mpango wa kando, manake hisia zako hazipo kabisa. So area achane tu, mwambie tu kweli. Nakulizia tu. Naam. Mwanamke aje ambaye ni rafiki yako, hata kama umeoa. Haje akupeleke kwa sehemu moja ya burudani, akuburudishe, akubaie kinywaji mle, chakula mle, mkunywe, mjienjoy tu vizuri. Alafu akwambie kwamba Edu, mimi nakupenda. Utamjibu ikiwa nimeoa? Hata kama hujaoa, baba. Kama unajua kama hujaoa na pengine ulikuwa unatafuta mchumba, hapo sasa ndo mnaanza kuangalia kitu ya kwanza, wewe mwenyewe utaangazia vigezo gani? Kwanza kama mimi mwenyewe kama nimeona mwanamke ndio yeye anakunywa pombe pale, mimi kwangu hapo siwezi, unaona. Kwa hivyo kama amenipeleka pale tukakunywa vileo tukalewa. Si kila kitu ambao ni pombe. Kuna wine. Yaani ni pombe tu, jina tu. Kwangu mimi mwenyewe pombe ni pombe. Wajua hivi, ikiwa amekupeleka mkakunywa pale mkalewa, pengine akakuendesha akakupeleka nyumbani, sio? Una uhakika gani mkishaoana pengine hata rudi pale bado achukue mwingine pale? Sasa unataka kusema kwamba mtu afai kujiburudisha. Hiyo ndio unasema kwamba kwa sababu mlikuwa kwa club, sasa utakubali kwa sababu yani makosa ni kwa club. Swali kwako, ikiwa wewe utafanyaje? Mimi hilo jambo leo naangazia, unajua umeangazia mambo na kwa club. Mimi hilo alitakuwa jambo kuu. Nitaangalia huyu mwanamke tabia zake tu. Kwa club si shida. Ikiwa ulikuwa umeoa bado? Hapana. Kuna huyu mwingine anasema hivi, nina mpenzi ambaye tumekuwa pamoja kwa karibu mwaka mmoja. Nimemhakikishia penzi langu mara nyingi, lakini yeye hajawahi kuniambia iwapo ananipenda au la. Nifanyeje? Miaka mingi, hajasema miaka mingi. Amesema kwamba wamekuwa naye kwa takriban mwaka mmoja. Amekuwa akimhakikishia kwamba anampenda. Lakini huyu mwanamke hajaisema kama anampenda huyu mwanaume, amwambie kama anampenda, ananyamazia tu. Unajua vile kuna haya tunastahili kuangazia. Kuna yule anaweza kukupenda tu, amekupenda lakini hawezi kuambia amekupenda. Pengine unaweza angalia tu, uangalie tunasema aje actions zake tu, uziangazie uone yenyewe mwanamke amenipenda. Si wote tu. Unajua kuna wale, mimi mwenyewe personally huwezi expect ni kuambia leo asubuhi vile naona wengine anasema I love you, jioni I love you. Hiyo jina hata kuisema kutoka kwa mdomoni wengine inakuwa ni nzito zaidi, unaona. Lakini vitendo vyangu vyenyewe vinaonyesha kweli kuna mapenzi. Sasa hii inastahili mwanzo amchunguze. Unajua kuna vile unaweza chunguza mtu jua yenyewe huyu ananipenda. Kuambiwa tu napendwa hiyo haina. Na huyu amemshauri hivi, anamwambia hivi, sielewi alikubali vipi kuwa mpenzi wako. Unajua kama hajai kuambia anakupenda, sasa au did she come mlielewanaje? Kwa sababu acheni kuuliza, sijakupata vizuri. Anasema kwamba hamwambii. Hajai mwambia. Lakini kutoka mwanzo wakichumbiana walikubaliana. Yeye hajai mwambia, walielewana, ni mpenzi wake ndio. Lakini ni kama mjamaa hajapeleka makaratasi yake vizuri, achachukua application yake, hajamwambia kiini haswa. Huyo anamwambia kwamba ni kama alimlimbikizia penzi, alimlazimisha. Maana yake unajua kuna kila kitu, kuna tunasema stages. Kuna crawling, mtoto anaanza pale chini anatambaa na keti hivyo sio. Kwa hivyo penzi hilo sasa hivi lingekuwa limefika mahali fulani pa kuketi, lakini mwanzo halijatambaa, unaona. Pengine hawajaongea moja kwa moja, muulize yenyewe haya ndo natamani mimi mwenyewe, nimekupenda, pengine tufanye haya na haya, unaona. Yeye hajamwambia. So I expect mwanamke akuje amwambie wewe nimekupenda vidani hata kama hujamwambia. Na kuna swala nikidhani tumeilizungumzia, sisi tukiwa request sawa, tumeizungumzia swala hili. Huyu anasema hivi, mimi na mpenzi wangu tunaabudu madhehebu tofauti. Tumeamua kufanya harusi, lakini tofauti hiyo imeleta shida. Mpenzi wangu anataka tufuate dhehebu lake, ilhali naamini yeye ndiye ninayemwoa, kwa hivyo anafaa kuhamia dhehebu langu. Waonaje? Wajua mambo ya kidini. Kwa kawaida inakuwa ni maelewano.
maelewano kati ya mwanamke na mwanaume. Unaona, mkielewana, kwangu mimi ninge propose ama ningeunga mkono wakati mnaenda dhehebu moja, manake mtoto anataka, sio unajua hata italeta mgawana wa watoto. Mtoto kuna yeye atafuata mamake, kuna mwenye atafuata mwanaume anasema wakifanya harusi lazima tu waende dhehebu moja. Sasa wanafutana, huyu aende la nani? Mama anasema mke anamwambia aende the black. Mwanaume anasema kwa sababu yeye ndiye ameoa mke, mke lazima afuate na hii masharti yake aende kwa the black. Sasa utamshaurije nani anafaa kuenda the black mwingine? Lakini kwa kawaida unajua mwanamke aliamua kwenda kwa mwanaume, sio wakati aliamua kwenda kwa mwanaume, wakati walikuwa wanachumbiana kidogo walikuwa wameongea hayo, akasema dini. Hapo ndo unakosea. Unajua ukioa mtu imaanisha kwamba lazima afuate yale masharti yako yenye uko nayo kwako. Sijasema afuate, sikiliza, nilianzia mbali, sikiliza. Unajua unaleta vile zaidi. Nimesema kwamba walielewana, sio wakati mnaendelea kuchumbiana lazima unaenda kanisa gani, naenda kanisa hili. Unajua kwa kawaida mwanamke lazima angeresi hiyo issue, aseme kama unaenda hii kanisa, kama ni Mkatoliki mimi ni SDA, sasa tufanyaje? Unaona, sasa waelewane kutoka pale, na mwanzo mwanamke anastahili kujua kwamba kama amekuja pale anastahili kufuata. Mna sikiliza, kila mtu ana uhuru zake, kila mtu ana uhuru wake wa kuabudu kwenye anataka. Naam, lakini wajua hivi, Bwana ndiye kiongozi, sio ndio kichwa wa nyumba. Kichwa ndio, lakini sio kichwa cha kanisa ama the kanisa. Mwanamke haliamua kuoleka na mwanaume, sio. Mimi nitawashauri hivi, ni kwa ufupi mimi nitawaambia wasifanye harusi. Wasifanye harusi, kila mmoja unawapotosha. Hapo sasa ni kwa hapo ni kama unawapotosha, manake okay, tuseme hivi. Mwanamke akiamua kuja kwako, ikiwa kwao walikuwa wanakula nguruwe, kwako hujai kula nguruwe, haizi kuja kuambia tukule nguruwe, sio. Atakuja afuate yale ambayo yanatendeka kwa hiyo familia. Hapo ni according to you, Edwin. Sikiliza kwanza. Nyamaza tu explain. Kila familia ina mambo yake, ina sheria zake, sio? Na kuna vile wamelea watu, kuna vile wamelea watoto wao, sio? Kwa hivyo kama nitaoa mwanamke aje kwangu, pengine nimeoa tuseme kutoka pale hata Mount Kenya, nimemleta hapa Kisii na expect afuate masharti ya nyumba yetu, masharti ya familia yetu, ili tuweze kuwa kitu kimoja, sio? Kwa hivyo kama ni kanisa, haje tuende kanisa moja, watoto wetu waende kanisa moja, tujenge familia. That's according to you. Kuna huyu mwenye amemshauri hivi, anamwambia imani ya kidini ni swala la moyoni, na nguzo muhimu ya maisha ya mtu. Kama mnapendana, tofauti ya madhehebu haifai kuwa kikwazo. Anamwambia hivi, mmoja wenu anaweza kubadilisha dhehebu lake. Mnaweza pia kutafuta mwongozo kutoka kwa wakuu wenu wa kidini ili kusuluhisha jambo hili. Lakini nisidhani kama bado hata kutafuta suluhisho kutoka kwa wakuu wa dini, hakuna mmoja atakubali kwamba huyu mwingine aache dini yake aenda kwa sidhani kama bado. Kwa kweli nimeona hilo jambo lileta shida sana katika familia nyingi, na hakuna suluhisho haswa. Sijui mpenzi mtazamaji wewe unaonaje jambo hili? Hakuna suluhisho inaweza sema huyu aache dini yake afuate mwingine, manake yeye pia ana imani yake, ana imani yake. Lakini kwa kweli unajua tuna feel like akitoka kwao amekuja kwako, inafaa aje afuate sheria za familia, unaona? Ili unajua italeta utofauti ule kati hadi unajua shida ni watoto. Kama mna watoto wawili, kuna ule atenda na mama yake, aende kuna mwenye anaenda Catholic, si ndio? Mkatoliki, mtoto afuate mamake kwenda Catholic. Mimi ni SDA, kijana wangu anifuate kwenda SDA. So you see? Unajua bado hapo kwa nyumba kutakuwa na uelewano. Mtakuwa mwanaelewa kwa sababu kuna namna ambao Sabato wanafunzwa, kuna namna ambayo Wakatholiki wanafunzwa, kanisa dini zingine wanafunzwa, Waislamu. Sasa kutakuwa na mtaambatana kimawazo, mtaambatana. Na vile kama ni harusi nafanya, najua kuna zile dhehebu ambazo zinasema kama wewe ni kijana unaenda kanisa fulani, wanakuambia kama uwezi, unataka kuwa ndio, unataka harusi ndio, oa msichana kutoka kwa hii dhehebu yetu. Pengine hata kama ni huko, lakini anaenda dhehebu hii kanisa hii dini, unaona? Si leo unajua, manake wote tunamsifu Mungu. Sijui mpenzi mtazamaji tutarusha tu kwa Nilidhani swala hilo nitaliangazia kidogo katika mpango mzima wa Zeria Obotaka. Hivyo tutakuwa live, tutazungumzia swala hilo kwa ukamilifu. Kuna mwingine anasema hivi, kuna mwanaume anayenitaka. Kuna mwanaume kidogo tuende hapo, kuna ujumbe hapa katika sehemu ya YouTube hapa. Anajiita Masiril, anasema kwamba kabla umuoe
alikuwa na msimamo wake wa dini. Kama hataki kubadilisha basi that's what I told you actually. Hiyo ndio nilikwambia. Unajua uwezi lazimisha mtu aje kwako sasa eti. Hujaelewa ama mimi ndo nimeelewa vibaya. Anasema kabla umuoe alikuwa na msimamo wake wa dini. Kama hataki kubadilisha basi. Sasa basi nini? Hii inamaanisha kama hataki kubadilisha dini akae muachane na yeye, sio kama anataka aje abadilishe mkwe kitu moja. Ni sawa. Mpenzi mtazamaji, ikifika tu saa 5 hivi tutakuwa katika mpango mzima wa Zaidi ya Ubotaka. Tutaenda kuliangazia swala hilo. Kumbuka kwamba tutakuwa live YouTube na Facebook live tukiangazia swala hilo. Mmoja anasema hivi, kuna mwanaume anayenitaka lakini nimemkataa kwa sababu mke wake ni rafiki yangu. Kuna mwanaume ambaye anataka huyu mwanamke, amemkataza kwa sababu mke wake ni rafiki ya huyu mwanamke mwenye huyu mwanaume anataka. Umeelewa? Ni mwanaume anataka mwanamke na huyu mwanaume ameoa na huyu bibi yake ni rafiki ya huyu mwanamke ambaye anataka. Anasema hivi lakini hasikii. Kwa sababu ni huyu mke wake ni rafiki, huyu mwanamke ameenda kumkataza huyu mume hasikii kabisa. Amekuwa akinisumbua kwa kunipigia simu karibu kila siku. Nimechoka na nimeamua kumwambia mke wake liwe liwalo. Ni shauri. Mawaonaje? So wajua ni makosa kitu ya kwanza. Okay, tuone hivi. Anataka kumuoa bibi wa pili ama awe mpango wa kando? Namtaka tu. Sasa sijui anataka kumuoa. Hajasema kwamba anataka kumuoa ama ni kama ni mpango wa kando tu. Anasema anataka tu. Wajua vingine akienda kuambia mke wa huyu mwanaume atasambaratisha hiyo familia. Unaona? Kwa hivyo hapo inahitaji kuwa na tuseme aje wisdom wakati unaangalia mambo kama hayo. Pengine unajua hata kama au mwanaume ana insist amwambie tu akuwe na stand place yake, amwambie siwezi na siwezi. Itabaki hivyo hivyo, sio badala ya kwenda kuambia bibi yake iweze kusambaratisha familia yake. Na vile vile huyu mwanamume pengine ashamwambia mbona anamhitaji, pengine mke wake kuna jambo ambalo analitenda ambalo si sahihi. Pengine basi kama ni rafiki yake aende kumwambie fanya hivi na hivi ili mambo yawe sawa. Ile asimwambie bwanaka. Unaona hiyo sasa inazimacha zinajitetea vile vile anataka kutetea familia yake, unataka kuisambaratisha. Sasa hivyo asimwambie ila aangalie jinsi ya kuzuia, akataze mwanaume huyu. Na vile vile kuna yale unajua kama mimi mwanaume sinajua wewe tuseme ni msichana, wewe ni rafiki ya bibi yangu, na kuja nikwambie uniulize mbona na bibi yako wako, nikwambie bibi yangu anafanya hivi na hivi, kidogo nimepoteza hisia, sio? Kwa hivyo aenda ambie bibi yake, ambie kuna jambo nalolitenda ambalo si sahihi, rekebisha. Sidhani. Unadhani bibi mtu akuja bibi yake kuna jambo unalifanya? Si ndio nasema unahitaji wisdom. For example, kwa kawaida kuna wale wanawake wengine wakishaoleka, wakishaza ujiachilia, unaona. Hadi mwanaume unapata kwamba amepoteza zile hisia zenye alikuwa nazo. Sasa vingine si rafiki yake, anakuja kuambia, Videl, leo hii nguo si mzuri, sinaona badilisha, unaona, badilisha. Unaona hivyo tu ili aweze kumrekebisha na atetee maslahi ya familia hii, ili aweze asije kuisambaratisha. Naam. Mpenzi mtazamaji, naona kama hayo tu ndio ndilo ilikuwa ushauri wa mwisho ambao ulikuwa umeulizwa uweze kupeana ushauri wako katika gazeti hili la Taifa leo. Nikiona ni kama nimefika mwisho Edu. Sioni kama kuna jambo la busara huko ambalo ningependelea kuangalia. Naona ni kama leo kuna meji. Hayo tu ndio naona ni kama yameangaziwa katika gazeti hili zima la Taifa leo. Na vile vile mpenzi mtazamaji, ukumbuke kwamba haya ni maoni yetu tu sisi kama wanahabari hapa. yako pia una uhuru pia kutoa maoni yako vile vile na kujiamulia, manake usije ukasema niliambiwa hapa. Naam, ilikuwa maoni yetu tu. Pia wewe unaweza toa maoni yako ili tuweze kuchangia tupate suluhu. Masoka katika hii jambo la kidini limeleta utata zaidi. Lakini kwa yote nashukuru kwa kututazama leo hii AGR Magazetini. Hadi hapo kesho, niite kesho kweli, hadi hapo Monday Jumatatu, tutakutana katika meza hii ya magazeti. Niite Edwin. Na kwanza before uondoke ama utoke wani,
kuna yule jamaa alikuwa ananiambia kwamba nitapataje photoshoot ndani ya Bagusi Global Radio, live streaming services. Nasikia Bagusi Global Radio we over that. Can you kindly brief him on that? Naam, ikiwa uko maeneo ya Kenya, United States of America na unahitaji kufanyiwa tuseme kuna mambo mengi. Photoshoot ni picha, kupigwa picha, vile vile kuna live streaming kuna wengine hawajaelewa. Live streaming wakati pengine uko na hafla fulani, pengine ni mazishi, pengine ni hafla yote tu, inaweza kuwa ni birthday celebration, waweza taka hayo yote yaangaliwe mtandaoni. Kuna wale pengine uliowa invite waje lakini pengine hawajapata kufika na wako mbali, waweza kuangalia moja kwa moja, tunakuwekea live kwa mtandao. Kwa hivyo tufikie kwa nambari 0713745447. Vile vile waweza andika hata comment hapo, unaweza ingia mtandaoni Facebook, unaweza tumia message moja kwa moja, tuweza kuipata moja kwa moja tukushughulikie huduma hiyo. Anakumbuka kazi yetu ni safi. Professional work. Najua jana nilikuwa nikifanya show ya Seria Ubotaka, nilikuwa nawaambia kwamba mitambo yenye sisi kama Bagusi Global we use, najua jina global inamaanisha dunia mzima. So mitambo yenye tunatumia imetoka kote ulimwenguni. Hamna yule ambao tutaanza kufananishana kukombea with. Na sijui huyu mwenye anasema kwamba anaweza weka advert, anaweza tangaza biashara yake ndani ya Bagusi Global, isite inaweza fanya kazi kweli? Vile vile ikiwa uko na biashara yako tunataka unataka pengine iangaziwe ndani ya Bagusi Global Radio, vile vile waweza kutufikia moja kwa moja. Unaweza kuja pale tuangalie mambo jinsi yalivyo, tuwaelezee watu. Vile vile kwa njia moja au nyingine tutakuwa tumesongesha biashara yako kutoka mahali hipo kwenda juu. Haiwezi rudi chini kwa kawaida. Na nasikia bei yetu ni kama ni ile bei ni ya chini tu. Na bei ni ya chini tu. Na vile vile mpenzi mtazamaji, pengine you have your own story, your good story you wanna share with the people ndani ya Bagusi Global Radio, you can reach us. Unaweza kutufikia ili uweze kutupa story yako moja kwa moja. Hiyo unaweza tuma ujumbe kwa abagusiglobalradio@gmail.com, abagusiglobalradio@gmail.com. Vile vile kama kawaida unaweza tuma ujumbe kwa 0713745447. Kuna wale ambao walikuwa wameuguzwa sana na hili janga la corona. Kuna wale wakulima, wafugaji, samaki, kuku. Unajua kama umepitia changamoto mingi na ungependelea kwamba tuangazie ukulima wako, ufugaji wako, pia unaweza sema nazi kupitia Bagusi Global Radio. Unaweza piga simu kwa nambari 0713745447 ili uweze kuzungumza nasi moja kwa moja. Hadi wakati mwingine, la kwangu ni Fidel Moshoge. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Bagusi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly.